Mwanamke akiwa na kiburi ni kichefuchefu, ni shida. Na bahati mbaya hawa wenzetu hawa sijui waliumbwaje. Wenzetu hawa akishafanikiwa kidogo, yani wanashindwa kujikontrol. Ni watu wanaosahau haraka walikotokea. Unamuoa mwanamke wa kijijini, anavaa marapa, moja ya buru nyingine ya nyekundu. Unamkuta kabisa kichwani ameweka matuta. Unamkuta hajui hata perfume inanukiaje. Hajui hata mafuta yale mazuri, yani haelewi. Ni mwana kijiji anayetisha. Lakini unamwangalia, unasema huyu ni maisha tu yamempiga. Nikimcheki ni wife material. Nikileta huyu mjini, huyu akapelekwa saruni, akapewa perfume, akapewa rosheni, akapigwa pamba, mafuta ya kueleweka. Mbona hii ngozi tatakata hii? Mbona hiyo atakaa sawa? Unampelekea kopo la perfume, anasema hii nayo ni soda. Unamwambia pana, hii ni perfume, hii sio soda. Unamuonyesha jinsi ya kutumia. Wewe unapuliza hivi, inatoa mvuke. Huo unaonukia huo ndio inaokwenda hivi. Unasema ngoja nimletee na kasabuni kazuri. Anasema hii biskuti. Hii sio biskuti, ni sabuni. Ni sabuni ya dukani. Kabisa. Mushamba kabisa. Lakini ndio Bwana kakuongoza umchukue huyo. Unasema nitahangaika naye. Ukamleta mjini hapa, ukamuonyesha saruni, ukampeleka na tuition tudogo utu, akajiendeleza, na yeye ukamfungulia kamuradi, akaanza kufanya biashara, anaanza kuhesabu pesa za kwake, na yeye ameanza kuwa tofauti. Atakavyo change hutaamini. Pako wakati mwingine unatamani umletee na picha za zamani, kwamba hebu angalia picha yako hii, sijui nakumbuka. Yani kwamba labda akiona picha za zamani huenda akaanza kunyenyekea, huenda akakumbuka alikotoka. Lakini utasikia tu tupa huko hizo, tupa huko. Hawa viumbe wakishafanikiwa, madharau. Na nilishakwambia wanaume hawawezi tu kusema, lakini wanaoishi na wanaua wanawake walioendelea, wanaume wanaisoma namba. Ndio maana angalia wanawake wote waliofanikiwa, ndoa zinawasumbua. Lazima mwanamke, lazima mwanaume. Mimi sikatai. Kweli wanaume wanatakiwa wabadilishe vichwa. Lakini muelewe hawa walikuwa na window za zamani. Ndio tunasave sasa window mpya. Usitarajie mabadiliko ya ghafla. Subiria, hivi ndio tunasave. Computer na save pole. Ukikanyaga waya utazima umeme, na hiyo nani ndio hatutasave. Wewe tupe nafasi tubadilishe kichwa cha mume wako pole. Kilishaathiriwa, alishazoea yale maisha ya babu zetu wa zamani. Leo tunasave maisha mapya. Tupe muda. Wewe unataka mume wako change ghafla? Wa mama, yani msisahau mlikotokea. Kiburi hakifai. Mnafika mahali yani ni shida. Ndio maana hata wengine wameacha majukumu yao ya nyumbani. Wameacha kabisa. Kisha paka amehama kutoka kuolewa na mume, ameolewa na hera, ameolewa na kazi, ameolewa na angels, ameolewa si na nini. Mume wake katupwa huko. Hana nafasi tena. Nguvu kubwa anatumia kazini. Akifika nyumbani yuko hoi, asiguswe, asisumbuliwe. Usinisumbue, nimechoka. Aliyekuchoka nani? Mimi. Aliyekuchosha huyo nani? Wakati wewe ni kiumbe cha mtu. Kwa nini ukubakiza energy kidogo, energy kwa ajili ya mwenzako? Wewe ulimaliza zote kwenye huko. Unakuja hapo umechoka, unakalia mgongo.
Kuna wanawake mmetorosha wanaume zenu nyumbani. Mwanaume unamfahamu kabisa network yake ni shida. Ukivuruga kidogo inaungua fuse, inaungua vitu gani. Ndio unashangaa sasa anaanza kusachi, anaenda mwisho anakamata mtandao mwingine kabisa ambao sio wa kwake. Kwa sababu gani? Ulivuruga network yake ya Safaricom. Sasa kakamata Airtel. Anasachi data kupitia Airtel wakati yeye ni Safaricom. Kumbe mtandao wake umemvuruga. Ndio mmetorosha wanaume zenu nyumbani. Unaanza kusema mume wangu kichwa chake kijatulia, wewe ndio umekivuruga. Tangu umeanza kuwa jeuri, mwanaume ni masikini jeuri. Hata kama hana hela, anataka heshima yake. Hata kama wewe ni bilionea, yeye hana nini, anavaa marapa, heshima yake anaitaka vile vile. Pesa zikae kwenye pochi yako, wewe ukae kwenye moyo wake. Anatamani wewe uwe mtu wa karibu yake. Sasa kiburi kinatoka wapi? Unaanza kumgomea kabisa, goma kabisa. Kesho tuna semina ya wanandoa, ni kesho asubuhi. Ndio tutaongea mengi, maana saa hizi najaribu kukava mengine yasijulikane kutoka huko nje. Sasa uje kesho ndio nitavaa miwani ya mbao. Sasa kwa faida ya wale ambao hawaji kwenye semina, ndio maana naongea haya. Kwa sababu najua wengine kesho hamtokei. Halafu ndio wenye matatizo. Kwa unapomfanyia kiburi mume wako, usifike unamkomoa. Mwanaume hajawahi kukomolewa. Kwa taarifa yako. Kama kanisa la Deliverance litamnyima meza ya Bwana, atatafuta tukanisa tuingine huko. Kuna tukanisa hatuulizi meza, umebatizwa, hujabatizwa, wewe ni Mkristo, sio Mkristo. Ukiingia kwenye kale kanisa, kana kushirikisha meza ya Bwana na mikate na kila kitu. Paka mwisho nasema haya ndio makanisa. Haya yakina kokonyo yana mashariti, yana nini. Mimi nahamia kwenye hako kanisa. Unamunyima mume wako wakati tukanisa tuko twingi. Tunatafuta washirika. Naongea na watu wazima. Mnanielewa meza nayo isema ya kukumbuka kifo cha Yesu msalabani. Sasa wewe mama jifanye jeuri. Ndio unashangaa mwanaume linarudi nyumbani wala hata halina shida. Umeligomea mwezi mzima lakini wala lipo linatabasamu tu. Unajua sasa huyu jamaa mbona hata ana shida? Yaani yuko flexible kabisa. Kuna kanisa. Mama, haleluya. Naongea na wewe. Kiburi hakilipi. Kiburi ni aibu. Kiburi unakitolea wapi? Huyo ndio mume wako mmetoka naye mbali. Unaweza kuwa na kiburi humo ndani. Pesa zako za kwako mwenyewe. Kuna kitu tutazungumza kesho kinaitwa selfishness. Yaani kuna watu ambao ni binafsi. Yaani mama kwa kuwa na hela yeye, anajipamba yeye. Nguo za gharama yeye, viatu yeye, mawigi yeye, sio vitu gani yeye. Mume wake anatembea kiatu kimekaa upande. Gharama. Piga pamba huyo mume wako, ndio wako, ndio Mungu aliyekupa. Saa nyingine unaanza kutamani wengine kule mjini. Hakuna walichomzidi mumeo, ni pamba tu. Peka. Piga pamba mpaka watu wafikirie huyu ni waziri aliyefukuzwa. Piga tungua tuzuri mpaka watu waseme baba, unataka kutangaza nia mwaka huu? Unataka kugombea useneta au unataka kugombea kitu gani? Mume wako mpambe wewe. Lakini kiburi sijui mnakitoaga wapi wanawake wengi. Wakishafanikiwa ndio kabisa. Sisi kwetu huko Tanzania ni shida. Mwanamke akianza kushika hela tu tunajua tu huyo ndo tayari kuisha. Hasimami. Hebu mfanye
fika mahali, fanya mume wako afurahie kukupata wewe. Watoto wako wafurahie kwamba huyu ni mama yetu. Sasa wewe unafika mahali unawatenga mpaka watoto. Watoto wako wewe unakuwa kama mashine ya kuzaa. Ukishazaa tu basi kitoto akigusu tena ni mfanyakazi wa ndani. Dada amenani, kwa dada wa kazi ndo akachukue akakaoshe akaneni akavalishe, yani kakina dada, yani kwa sababu tu una hera paka una kanyanyapa katoto kako mwenyewe kakukazaa. Ndio maana kuna watoto siku hizo wameanza kupunguza upendo kwa baba kwa mama, kwa sababu naona anayenijali humu ndani ni huyu mfanyakazi. Mwisho katoto kanajiuliza, hivi mama yangu kati ya hawa ni yupi? Inawezekana mama ndiye mfanyakazi wa ndani, huyu dada nafikiri ndio wa kwangu, maana ndiye anayenijali, ndiye hata nikiharibu ananisafisha, ndiye yani ananilisha, ananifanya kila kitu. Yani mama alishajiondoa kwenye malezi kabisa, hana mpango, yuko tayari kupakatia paka kuliko mtoto wake, yuko tayari kukumbatia mto kuliko mtoto wake. Utasika sasa mfanya kazi na mlipa kwa ajili ya nini? No, unapombeba mtoto wako, unapomsafisha mtoto wako, kuna kitu unakijenga kisaikolojia, kuna kitu, kuna connection unaiweka ndani ya mtoto, kuna kitu fulani unakifanya huyu aanze kufeel love ya mama. Kuna watoto wanakataa kulala na mama yake, mama tunaanza maana anasema nikinani usiku utakuaje. Kuna mama mnajidai wastaarabu mpaka kwa watoto wako, yani huwezi kufanya chochote. Umewahi kuona wale ambao hata nguo za mume wake zile za kule anafua mfanyakazi, katoto kabisa kabisa, yani katoto ndo kanafua huko, kanaangalia, kanasikia kinyaa. Sasa mwisho kibinti kinasema kama nafua nguo zake baba huyu, kwa nini na mengine? Kwa nini niishie kwenye nguo hizi alafu mengine faidi mwingine? Amen. Niliwaambia kichwa cha mume wako usipokaa sawa, wanaume tunajifahamu wenyewe. Anaporudi kutoka kazini unamtuma fanya kazi, kachukue pokea mzigo. Alafu kanapokea mzigo, vibinti vinajua kutumia opportunity, kanabadilisha na miondoko kakiwa mbele ya baba. Chokotu. Na wanaume walivyo na vichwa vibovu, mara ya kwanza atakemea shetani, shindwa shetani. Kesho yake atakemea sio mara 3 mara 2, shindwa. Kesho yake atakemea mara 1, shindwa. Siku itakayofuata anashindwa yeye. Lakini fika mahali, mami, mind your gap. Usiache gap hapo, cover. Kama ulikuwa ujua wajui wanaume, ndio nakupa siri yao. Kama umekaa na huyo mama, hebu muangalie ana mume huyo. Kama na mume, yani hapa namshughulikia kweli kweli, na anabadilika na sura, na anaanza yani jana alihubiri vizuri, leo amekosea. Sijakosea, na balansi mzani ukae sawa. Kwa mama, kiburi hakiripi. Ni kweli zamani mlinyanyaswa, ni kweli zamani mlionewa. Sasa hivi Mungu ameanza kufungua vichwa vya wanaume. Sasa na nyie mkae kwa adabu. Sio ndo kwa kuwa mume wako ameokoka na Yesu ananena kwa lugha hawezi kukupiga ndo unapanda kichwani kabisa. Unaenda mpaka mwilini, nipige. Unajua kabisa hawezi kunipiga, hawezi, ni ameokoka na nini. Ndugu, usiviamushe vilivyolala. Nakwambia siku zote kila mwanadamu ana ukuta wake. Utamsogeza atakuwa anasogea tu, nipige. Unamle anasogea, akishafika kwenye ukuta hana kwa kwenda.
atakumbuka enzi zake. Nilishawahi kukwambia kuna watu elementi za zamani haziishi haraka.